Hii ni Da Vibes TV, mimi naitwa Carnival. And of course, leo tumepata nafasi ya kupiga story na moja kati ya wasanii ambao wanakuja kwa namna moja au nyingine, sisi tunawaita wanachipukia. Anaitwa Msodoka. And of course, unaweza pia kutufollow kupitia kurasa zetu mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na Instagram tunapatikana kama Da Vibes TV, YouTube tunapatikana kama vile Da Vibes TV. Unaweza kushare, kulike na kucomment. Usisahau kusubscribe uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu zote. Bwana Msodoka, mambo vipi? Kama kwa mzee baba. Safi, harakati zinasemaje? Mnyama mwingi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua tena hapa na pale nini? Yes. Msodoka, kuhusiana na ngoma yako ya Sielewi, ilikuwaje mpaka ukapata idea ya kutoa ngoma inaitwa Sielewi? Sielewi, of course, kwa namna moja au nyingine kuna watu huenda ishawahi kuwatokea hii, na hata kama hajanitokea mimi, ila huenda kuna mtu ishamtokea hii. Ila Sielewi, idea ilikuja tu kwamba, yani kwanza ilikuja from nowhere. Back niko studio nikajikuta yani kuna kama mshikaji fulani hivi akaniambia, kwanza mimi unajua ilikuwaje, mimi nikamwambia oya mshikaji, hebu nilikuwa namuomba kitu fulani. Akaniambia kwamba mwanangu, mimi sielewi, ujue mimi sielewi, yani hapa yani sielewi kabisa, unajua ile sielewi anasema kinyonge. Sasa baadaye mimi nikaona kama vile nimepata kitu, nikafanya kama kusahau hivi, nikaendelea na harakati zangu hapa na pale ni fresh, lakini nikajikuta mbona kama sielewi. Ikabidi mimi nianze kuchora, nikachora kama seala, nikaanza kuchora yani verse chorus ilikuwa tofauti kabisa na hii idea. Yani nyimbo ilikuwa tofauti na hii idea. Lakini nikaona hizi verse ambazo nimeshaingiza, nisharekodi, hii chorus ambayo nishaweka, naona kama ina match kwenye hili jina la Sielewi. Yes, ndio maana ikatoka hivyo. Umo ndani umezungumzia haswa kipi? Yani katika hiyo ngoma ya Sielewi. Sielewi nimezungumzia uhalisia wa maisha yetu sisi kama binadamu. Hapa na pale tunakutana na changamoto nyingi kwenye utafutaji wetu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba in short ni kama nimezungumzia tu uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Maisha yenu ambayo mnakutana nayo kwa namna moja au nyingine. Katika unajua kwenye utafutaji kuna mambo mengi. Kwa yani kuna kupata, kuna kukosa, unapokosa shukuru, unapopata shukuru. Kwa hiyo ukitega sikio ukaisikiza hiyo nyimbo, hajazungumzia kitu kimoja, imezungumzia kitu zaidi ya kimoja, of course. Okay, sasa kuna ngoma yako nyingine inaitwa Bata. Sasa unaweza kushare kitu kidogo kuhusiana na hii ngoma? Idea ilikuwaje mpaka ukaamua kutengeneza Bata, au sasa hivi hali ikoje mpaka umeamua kuja na idea ya kutengeneza ngoma inaitwa Bata? Bata mimi niamua tu niingie zangu studio nitengeneze ngoma, kwa sababu mimi ni mtu wa hustling, mtafutaji wa kila siku. Anyway, nikaona sometimes mimi unajua huaga nafanya kazi, na kulingana na kipato ambacho nakipata mimi, siwezi kusema kwamba nimeridhika na kipato ambacho nakipata, lakini inabidi niridhike. Yani kwamba kusema kwamba nimeridhika na kipato ninachokipata, sijaridhika, ila nimeridhika na hicho kipato ambacho nakipata. Sasa nikaona hapa ngoja niingie zangu studio, kama ninavyojitoaga siku moja mimi naenda out nini kitu kama hicho. Kwa hiyo idea ilikuja tu from nowhere, mimi nikaamua tu kuachia ngoma, nikaamua zangu kwenda studio, nikafanya kazi, nikarekodi fresh, ngoma ikatoka kama vile. Kwa hiyo ni ngoma nzuri sana, nyimbo nzuri sana. Kulingana na idea ya ngoma Bata, pengine muziki kama hii ndio muziki ambao inapendwa sana kwenye soko, kwa sababu wasanii wengi wanapenda kuimbia ngoma ambazo zina bang bang. Pengine Bata ni moja kati ya muziki ambao umepenya sana kwenye soko la muziki. Clubs inapigwa sana kwenye all digital platforms, inaonaga sana clubs, nyimbo inatembea clubs sana. Sio kwamba una uwezo kuipiga sehemu yote ile, ila kwenye maclub nini vitu kama hivyo, mtu amechili zako nini na kinywaji chako, hata maji nini fresh, unakula Bata. Sometimes kuna watu wanakula Bata afu ukiangalia sio kilevi wa nini maji, yani mtu anakunywa maji afu anakula Bata, unyama mwingi, na hapo yani haulizwi chochote na mtu wala usumbufu wote. Msodoka, kidogo tulitaka tushare masuala ya maisha kidogo. Kwako wewe hii koje? Pengine ni mtu fulani ambao umehaso sana mpaka kwa namna moja au nyingine ukajipata kwenye swala la muziki.
Hapana. Muziki mimi ni kipaji changu. Siwezi kusema kwamba eti nimepambana huko nimeshindwa, si ndo nikaona niingie kwenye muziki. Hapana. Muziki mimi ni kipaji changu na toka zamani, toka niko mdogo. Ila sema tu ndo nilikuwa sijui nianze vipi kuonyesha. Nilikuwa sijui nianze vipi kuonyesha. Kwa hiyo kwa sasa na uwezo wa kuonesha. Kwa ndo maana nathubutu kuonesha. Yes, of course ukiuliza baadhi ya wasanii kuhusiana na masuala ya muziki wanakuambia mimi nimewahi kulala nje, shawahi kufukuzwa nyumbani, shawahi kufanywa hiki na hiki kisa swala la muziki. Wewe kwako hiyo issue imewahi kujitokeza? Mimi ndo maana nikajiita Baba Fighter. Yaani Baba Fighter, of course mimi ni mtu ambaye nimetoka nyumbani, nimetoka kijijini kaenda mjini. Kwa hiyo nimetoka kijijini naenda mjini, naenda kutafuta. Kujiita Baba Fighter ni kwamba mimi kwenye swala langu hii la muziki kwanza sikutaka kuzipitia hizo changamoto, sijiza kwa nje, wazazi sijui wamenifukuza, sijui wamefanyaje. Hapana. Kila mtu anaishi kila mtu anaishi, yani labda niseme maisha tunatofautiana. Upatikanaji wa riziki tunatofautiana kwenye maisha. Ndio maana kuna huyu anapata riziki huku, kuna huyu anapata riziki huku, na kwa upatikanaji wa riziki tunatofautiana. Kwenda mimi Mwenyezi Mungu hakupanga mimi nipitie hivyo ambavyo anavipitia huyo ambaye analala nje kisa anaenda studio, ambaye anafukuzwa kwao kisa kwao hawapendi muziki. Lakini of course mimi familia yangu napenda nifanye kile ambacho nakifanya kwa sababu wanaamini ninachokifanya mimi ni ndoto yangu. Ndio maana sijawahi kumkela mtu wote kwenye familia yangu kuhusu kipaji changu. Kwa hiyo mimi is my dream, is my life. So sijakutana na changamoto kama hizo katika familia yangu za kufukuzwa sije nyumbani kisa nimeenda studio, no. Okay, kwenye muziki wa hip hop kuna jamaa anaitwa Msodoki, Yankila Msodoki. Na wewe pia unajiita Msodoka. Hakuna chachu hapa katikati ambao unaona kwamba kwa nini usingeamua kuja na jina tofauti na Msodoka, kwa sababu kuna watu wanapenda kucompare. Mtu akisikia unaitwa Msodoka alafu kuna Msodoki inaleta chachu. Hii kwako imekaje? Hivi unaweza kuamini kwamba ili jina la Msodoka MC nimepewa na Yankila. Bwana we. Yes, of course. Nimepewa na Yankila hii jina. Ila in short ni kwamba mimi huaga sifanyagi vitu. Nikiona hiki kitu ni kikubwa, huwa ukionyesha ni ngumu sana. Sababu unajua ni kikubwa, nikikionyesha tu hapa itakuwa ni vita. Unajua vita ni vita mura. Vita ni vita mura. Sasa bro kwanza ilikuwa kwenye show. Mimi nikaenda kwenye show yake. Baada ya kwenda kwenye show yake anashuka ni fresh. Kwanza nikamwonyesha baadhi ya kazi zangu, akasikiliza. Baada ya kusikiliza akanambia mbona kama tulizungumza sana, japo baadhi ya vitu vingine siwezi kuweka wazi, lakini akaamua hapa, mdogo wangu, toa kwenye jina langu la Msodoki, toa iweka A. Halafu kwa sababu wewe ni nani unaweza kaweka MC fresh. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo pia muziki wa hip hop unaofuatilia. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kupiga freestyle vizuri. Yaani sio kupiga freestyle. Watu ukisema niimbe nyimbo nzima. Na ukitaka freestyle napiga, ukisema niimbe nyimbo nzima naimba. So anytime. Sasa wazilishia wa Tanzania kwamba huyu Msodoka ambaye yupo leo kupitia Da Vibes TV ana uwezo wa kupiga freestyle tena vizuri sana kama alivyopewa jina na Msodoki. Yes, of course. Watoto wazuri kwangu wana shobo fresh bila wasi, nami kama ngwea ndo kwanza na wapiga mikasi. Kwetu Mlandizi la bata zangu Masaki, hata uwe king vipi wa rap kwangu tabaki. Unanikimbiza uwezi nishika, hata ukikata visa ndo kwanza nitakupita. Kigoma Uvinza kote nishapita, mwizi kaiba kameli la picha kaeludisha. Toto dogo na bikili kila biti sijui na waza nini. Da Vibes TV.